Jina naitwa Lydia Pendaeli au Sarikiaeli. Ninafanya kazi za ukulima na ufugaji, pia ni mpambaji. Kuna utofauti mkubwa kwa sababu baada ya kukutana, si tulisema mkono kwa mkono ndio tulizoea, ilituwezesha. Maana walitupa mafunzo kwa mara ya kwanza na baadaye wakatuwezesha, wakatuunganisha na benki, tukachukua mikopo. Na ile mikopo ilinisaidia, maana kwangu mimi binafsi nilikuwa nafanya kazi ya ukulima na upambaji na ufugaji, lakini mimi haswa nilijikita kwenye upambaji. Kwa baada ya kuchukua zile hela nilienda kununua vile vifaa, nikaongeza vifaa vyangu vya upambaji, nikajiendeleza zaidi pia. Na pia nikachukua ng'ombe nikamweka kwa ajili ya maziwa. Kwa hiyo nikawa sasa ni kama nimeongeza mradi ambao nilikuwa na ng'ombe wa maziwa, lakini hakuwa bora. Lakini baada ya hapo nikabadilisha, nikaingia kwenye ule ubora wa ng'ombe. Na pia nikawa mfugaji wa kuku. Kwa hiyo pia nimejikita sana kwenye swala la kuku. Na ninapenda sana kwenye masuala hayo. Yaani yale ni masuala ambayo yameniingia binafsi, yaani kazi zangu nazipenda. Na zinanipa kipato, zimenisaidia, nimesomesha. Watoto wameweza kusoma na imenisaidia katika shughuli zangu mbalimbali mpaka hapa nilipofikia. Ndiyo. Kwa kweli changamoto iliyokuwepo haswa nahisi ilikuwa ni mitaji. Mtaji ulikuwa chini. Japo unakazana hata ukilima, kile kipato kinakuwa ndicho hicho kinanyang'anywa. Mara sio watoto, mara sio chakula, mara yani ikawa kama bado tuko chini. Ilikuwa chini tu, yani najipambana kuenda mbele, lakini inakuwa ile kipato kinakuwa kidogo. Kwa hiyo ile changamoto ilikuwa ni mtaji. Lakini ule mtaji baada ya kuwezeshwa kidogo, angalau hapo nilipofikia naweza kusema ni ile mtaji ambao nilikuwa nimepata kidogo. Japo bado sio kwamba nimefikia malengo, kwa sababu nilihitaji kuwa na uwezo zaidi wa kupata mitaji wa ufugaji wa kuku. Wale kuku nilikuwa nao nimewauza. Naona hicho kibanda changu hapo, umekiona na Yesu umekipita pale nyuma, ndio nilikuwa nafugia kuku vifaranga, lakini nimeona hakifai, yani hakiwezi kunisaidia sana. Na mimi nimejiongeza, nikawauza, nimejenga hichi. Japo hakijaisha, hakijakamilika, lakini kwa hapo nilipofikia, nahisi nikipata nguvu nyingine na sukumwa sana, taenda mbali, pata mtaji mwingine ambao utanisaidia angalau. Maana hii nilionao ni kweli ni mitaji midogo midogo, lakini haikidhi. Na kwama tu tuseme. Ningepata zaidi, na isingo yangu haswa, hadi kwanza nataka hata niwe tajiri. Ni lengo langu haswa niwe tajiri, na mimi hata nimiliki hata gari bwana. Nipate kitu hata cha kunisaidia. Nilikuwa na mawazo nikasema ningepata hata guta, ingenisaidia hata kubeba hivi vitu vyangu nipeleke sehemu. Maana mara nyingi naenda kukodisha napeleka vile vifaa, lakini inakuwa kama mtaji bado, yani ile hela inakuwa changamoto ni nyingi. Japo tunachengana nazo hivyo, tunapambana nazo. Unaweza ukafika kwa mfano kwa mtu umeenda kufanya kazi vizuri, lakini ile utoaji wa fedha labda ikawa sio sawa. Yani unakuta mtu anakuwa labda alikuwa ameweka malengo yake, lakini naye anafeli. Kwa hiyo na wewe pale pale unaingia kama umeingia kwenye 18. Lakini tunapishana nazo hivyo. Au mtu amekupa kazi, ukienda unakuta mtu mwingine ameingia, au amepanda dau,
au amepunguza dau akakuacha hapo, wewe ukawa hujaipata. Lakini hivyo hivyo tunatembea nazo na tunazifanya hizo tunazokutana nazo. Kwenye kuku pia hivyo hivyo, unakuta lengo labda ulikuwa unataka, kwa mfano mara nyingi nachukua faranga 200 na wafuga, lakini kuna mahali nafika nakuwa kama chakula ninashindwa yani kuwamalizia kwa sababu ya ule mtaji. Ila na hamu ya kufanya ile angalau nivuke, lakini na kuwa na kwama. Ndizo changamoto. Tarehe 8 mwezi wa 3 ambayo tunaelekea siku ya wanawake. Mwanamke kwanza ni kujiamini. Kisha jiamini, ukitengeneza ile confidence hata ya kufanya kazi yako binafsi, yani kufanya kazi ili usikwame, usitegemee kwanza mtu. Jiamini kwanza mwenyewe, alafu ukienda ndio uombe msaada. Usibweteke. Kama ni shughuli yako unaifanya, ifanye kweli na ufanye kiimara, usifanye kilegevu. Kwa sababu pia ukifanya kilegevu ndivyo na ile kazi yako itazorota, haitaenda. Lakini ukifanya kwa kujiamini, ukiwa na nguvu, yani utatoboa. Hata kama ni jembe ukishika, unalishika kweli, unapiga kiraka chako kinaisha, unaweka ufugaji wako mzuri, unaonekana kabisa kwamba huu kweli huyu mwanamke anaenda, anatembea, sio kusita. Kwa hiyo mwanamke ajiamini kwanza, alafu ndio aendelee na maisha. Ndio.